ile kazi ambayo haina michanganyo. Sio wote wanaotaja jina la Yesu kwamba wanafanya kazi kwa uhalali, hapana. Sio kwamba watu hao wana upako wa kweli kutoka mbinguni, hapana. Wana upako wa giza na ufalme wa giza unafanya kazi. Japo ni madhabahu ya Mungu anatajwa Mungu, lakini pia Mungu huyo anatajwa kwa kufunikwa. Zaidi sana anatajwa Baba. Huyo Baba ni shetani mwenyewe. Narudia kusema, ukisema mtu baba, na yule anayetaka ule ubaba, ujue hivi ni anabudiwa shetani mwenyewe kabisa. Tumoja anamtaja Baba hata kwa kuimba vizuri anampamba Baba. Anavyompamba vile, wewe unadhani Baba wa mbinguni. Wakati Yesu anasahihisha mafundisho anambia hivi, msimuite mtu baba duniani, mnaye Baba aliye mbinguni, naye ni Baba yenu. Anachozungumza si kwamba mkatae baba yako Mzee Deus, kwamba Mzee Deus kwa kweli nilisikia neno la mchungaji, kuanzia leo sio baba. Umekosea kosa kubwa sana. Mzazi wako ni Baba. Kilichokuwa nazungumzwa pale ni kwamba hivi, watu wasibebe uungu. Kwa hiyo roho ile ya shetani, kwa sababu haionekani, shetani haonekani, anawaingia wale watumishi wake, wanavaa ngozi ya kondoo kabisa, kumbe ni mbwa mwitu wa kale, ombeba ubaba wa shetani. Sasa ili hayo uepuke nayo, ili hayo sikukumbe, lazima ubaki kwenye neno la Mungu ambalo ndio msingi imara. Hili neno linatufanya tuwepo leo. Hili neno linatukuza imani zetu. Hili neno linatubadilisha. Linatufanya kuwa wapya kabisa toka ndani. Ya kale yanapita, yanasahaulika, yanakuwa ni mapya. Yawezekana kuna mambo yanakusonga, yawezekana kuna injizi na kusonga, na kuna jamii ya watu wanakusonga kutokana na misingi ya imani ulionayo. Iko hivi, uko mahali sahihi, wala usitetereke. Ile milango ya kuzimu haitakushinda kama ukijua ya kwamba tumejengwa juu ya msingi imara. Kama ni msingi imara, hakuna weza kuutikisa mpaka Bwana atakapochukua kanisa lake. Alafu watakaobaki duniani watakutana dhiki kuu ambayo haijawahi kutokea mfano wake. Bwana sasa, tumejengwa juu ya msingi imara. Mafundisho hayo yaendelee kulisaidia kanisa. Kama kanisa la kwanza walishirikiana kumega mkate pamoja, leo mkate ni neno la uzima. Tunashirikiana kusaidiana. Kinachokifahamu ni kushirikishe, unachokifahamu na mimi nikipate. Tujengane, mwili wa Kristo ujengwe. Maana Mungu ametoa vipawa mbalimbali na huduma mbalimbali kwa kusudi la kujengana, kukamilisha mwili wa Kristo, kazi ya Mungu itendeke. Sasa msingi huo, watu sasa hivi wana masikia utafiti na ambacho uchunguzi sana. Hivi hili neno ni kweli? Hapana. Haona kwa mguu mmoja ndani, mguu mmoja kule kwa nabii. Nampenda majina makubwa wale jamaa. Penda majina makubwa acha kabisa. Yaani kitaja nabii mpaka unaona yaani sio ametajwa si nani. Kubwa kabisa ndio anataka hivyo. Tembea kwa heshima kabisa, wanafutana kiatu. Niona mtu mmoja mchungaji kwa anatuonyesha kwenye simu. Jamaa limekaa dilumkia kwenye pipa la maji. Afrika buka hivi. Livotokeza hivi. Wale wafuasi sasa wanaoeti yale maji ni ya upako. Ninawabandika maji yale ya upako, ya ambayo nabii ameyaoga. Wakati niko kule kisiwani, tulikuwa tunapiga mbizi. Kibuka hivi natokeza kidogo. Na kile kilichofanyika ule ziwani, si nikwambie, tulikuwa tunajisaidia humo. Yaani wale waziwani wanaelewa. Unasogea mbele kidogo hivyo unapiga mbizi. Unajisaidia na sekunde fulani unatoka huko hiyo. Unaacha nayo. Wale waziwani na mimi wanaelewa hilo. Unaona baba huyu hapa anasema ni kweli kabisa. Humo. Hata yani haja zote kubwa au ndogo unajisaidia huko basi unaacha nayo. Au unafanya ushuzi unaharibu mahali ya hewa. Sasa ukitafakari ile jamaa lile na majasho, pengine alifanya ushuzi humo, unapata upako. Jamani, na kushauri simama imara. Na kushauri usipepesuke kwa hila za watu.
Yawezekana kuna swali ni gumu hujalipata majibu yake. Baki na uvumilivu. Yaani usitetereki kwa sababu tu hujajibiwa. Alafu kimbizana kwenda kujibiwa kule, utapotea njia. Hii njia imesonga. Ni nyembamba imesonga. Kuna changamoto nyingi zipo. Lakini lazima uvumilie mpaka mwisho. Si upepesuke ubabaike. Ili mtu aliye kwenye msingi imara yapokee yale, anahitaji kuwa na uvumilivu. Ndugu yangu, yule dada anasema hivi, miaka 10 hajapata mtoto. Akalipookoka wakati mchungaji Majembe Makale anahubiri. Tuko pale hivi mkutanoni pale Mbeni. Akaokoka. Kumbe ana dhiki, ameshakunywa madawa kutosha, hamna. Madaktari wamepima basi hakuna majibu. Akaonye wokovu mwaka mzima hana majibu. Akatushirikisha. Kama alivyoshuhudia hapa, tulimwombea kwa jina la Yesu. Leo ana watoto 3, sema amen. Watoto 3 sio mchezo. Fikiria muhenyo wa dharau na dhihaka alizokutana nazo kabla kupata mtoto. Mwingine alisimangwa na mama mkwe. Anambia hivi, alifunga kigoda mgongoni. Kafunga vizuri. Nyamaza mjukuu wangu, maana mama yako amekata kumzalia mtoto. Anabembeleza kale kigoda. Utafikiri ile hali alitaka mwenyewe. Watu nadharaulika ndugu yangu. Mtoto na nyamaza mjukuu wangu. Ile kigoda ndo mjukuu wa yule bibi, yule mama yule. Kwa hiyo ile kigoda linamuita yule mama ni bibi. Unaodharisha watu. Yaani yule mtoto wake wa kiume ndo alilizaa lile kigoda. Kwa hiyo mama akazaa mtu akazaa kigoda, mtu akaoa mtu akazaa kigoda. Dharau kubwa sana. Hayo maumivu kama hayo, mtatuzi wa hayo matatizo anaitwa Kristo Yesu aliye hai. Ndiye nataja habari zake mchana wa leo, ya kwamba tusipeperushwe kwa chochote, tubaki kwenye msingi imara tuliojengewa, mafundisho ya kweli yanayopinga dhambi na kupeleka mbinguni. Achana njia zingine na kukufunika. Na kwambia hao wanakupoteza. Heri anayekwambia ukweli, heri anakupasulia wazi ili ufanye maamuzi mwenyewe. Na Marekani inapinga dhambi 100%. Nitahitaji habari njema, nitampinga shetani na wale wanaotenda matendo yake. Nimtangaze Kristo Yesu asiyependa dhambi. Anataka watakatifu walioko duniani tuishi maisha matakatifu. Ajivunie kanisa takatifu, ajivunie vijana wazuri, ajivunie wa mama, ajivunie wa baba, ya kwamba ni watakatifu. Watakuja siku moja watwaliwe. Ni wale ambao wakubali kuishi maisha matakatifu, wamekataa dhambi, wamekataa mabaya, wamesimama imara kwenye msingi imara usiotetereka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kristo Yesu hataki dhambi vyovyote. Ningesema Marekani inafukuza watu, huyo ni mwongo, tena haitubie hiyo dhambi. Ni mwongo totally. Marekani inafukuza watu kwa sababu napinga dhambi. Nilishafukuza mapepo ya kutosha hapa, sio watu. Akisema Marekani inafukuza mapepo, 100% ni kweli. Mimi nifukuza watu kwa sababu akitaka kuondoka, ataondoka, huyo si wa kwetu. Biblia inasema kweli. Wametoka kwetu ili wafunue kwamba si wa kwetu. Wa kwetu ni wale wanaokubali maonyo. Maneno ya Bwana, kila neno lenye pumzi lafaa kwa mafundisho, kuwaonya na kuadabisha watu makosa yao. Wakikubali kupona, tunakwenda nao mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Nitaipinga dhambi, nitausema ukweli. Hata kama nikifa nitangulia kwa Baba. Nasema kabisa 100%. Kwa kunaposema ukweli na kuwa ni adui wa watu. Naelewa 100%. Kuna watu wanachukia. Lakini nimejengwa kwenye msingi imara. Neno linasema ni ndio nalihubiri hilo neno. Kama hataki kufuata mafundisho ya mashetani, usifate. Unaishia pabaya. Umekesha kwenye mitandao usiku kucha, mpaka ndani pameshabunguliwa, hauma wokovu. Kuna mafundisho ya mashetani unayatazama kwa macho ni mengi sana usiku kucha. Niko na simu nzuri, ila matumizi yake sio mazuri. Unafuatilia, unalinganisha mafundisho fulani, ya bora huyu ndio mwenyewe huyu. Yatakumaliza. Kaa vizuri na Yesu.
Soma neno. Umetatanisha, tuulize. Ngine kwa hapa nipiga theolojia kwa makusudi. Mwambie Mungu, ngoja nijitese, nisaidie. Nikasaidie watu wanaofaa kusaidiwa. Ameniambia Yesu. Nikawasaidia wanaofaa. Akijifanya ni mjuaji na achana naye. Silazimishi mtu. Na usema ukweli ili mtu amue mwenyewe. Na ihubiri habari njema. Tusimame imara, tutetereki. Nasema wenzangu mnaopondwa mawe, simameni imara. Yesu yuko pamoja na sisi. Unaodharaulika kwa mnajifanya mko rohoni, simama imara, uko na Yesu. Siku moja muone Yesu wako. Siku moja muone unafundisha mazuri. Siku moja muone Yesu Kristo unayemtumikia usiku na mchana na hali zote unazokutana nazo. Yesu atoka pamoja na wewe hadi ukamilifu wa dahari. Sema amen. Haleluya. Yaani huyu Yesu ni mzuri. Amewafanya wadhalilika waheshimiwe. Waliofukuzwa kazi Yesu amewarudisha kazi yao. Waliokataliwa Yesu amewakusanya. Wengine kwa wafai leo wanafaa. Na kama ilikuwa ni wancho leo ni mwarushesha imeshaonekana. Wewe acha Yesu bwana. Anaheshimisha watu waliodharaulika, waliokataliwa kwa sababu ya fundisho ya kweli. Wengine walitengwa na dini zao. Kwa maana kwenye dini ya wajinga wanaolialia. Tujapoonekana wajinga, hatutapotea katika njia hii. Tupo tunaosimama imara. Wapo wazee wetu wametangulia, wengine bado tulio kwenye safari hii hawajatetereka. Lazima tuige imani yao, tutembee katika msingi imara bila kutetereka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wainjilisti Bwana wainue, walimu wazuri Mungu wainue, waombaji Mungu awatetee, waimbaji wazuri muimbe nyimbo za kumtukuza Bwana. Nakwambia Yesu ni Bwana. Yesu ni Kristo. Huyu Yesu ndiye Kristo. Ndiye Mwokozi, mpaka mafuta wa Bwana. Amesema tumepaka mafuta na Roho Mtakatifu. Hatuhitaji takataka zingine. Acha zipite na uvumi wao. Tumejazwa Roho Mtakatifu. Anatufundisha na kutujulisha